Ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walillahi ma akhadha walillahi ma a'ta. Kwa hakika tumeitwa hapa kwa Bwana Khalfan almaarufu Mambo Siri. Kumbuka kwamba kuna ajali nzito ambayo iliyokuwa imetokezea hapa Zanzibar, eneo la Migombani. Ajali ambayo imezungumzwa sana, ajali ambayo imeshtua sana, ajali ambayo imehuzunisha sana, ajali ambayo imegonga sana. Basi tumeitwa hapa na Alhabib Mambo Siri. Kuna mambo ambayo tutaweza kuyazungumza hapa, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, kwa wale ambao waliofariki, basi na yeye miongoni mwao amemgusa. Basi tuwe pamoja, mtazamaji mpendwa, kuweza kuzungumza hapa hatua moja baada ya nyingine nyumbani kwa Bwana Mambo Siri. Je, yeye ni nani yake? Namna gani itakavyokuwa? Basi mimi ni watamaman kwa niaba ya crew nzima ya Zinjibar TV, ambatana nasi kuweza kukita kambi hapa na kuyasikia hayo ambayo yatakayozungumzwa. Ni yapi? Fali tafadhal mashkuran maajura. Mtazamaji mpendwa, tuwe pamoja inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Leo nimesimama hapa nyumbani kwa ndugu yangu Khalfan Said Jarwan baada kumaliza kisomo chetu cha kumsomea marehemu, yani anakuwa mwanangu. Lakini kwanza kabla hapo nitambulishe, mimi ni Sheikh Abdulaziz bin Salim Ashwehdi, maarufu nadhani Sheikh Abdulaziz Ashwehdi, mtajua, aliyekufa katika ajali ambayo imetokea jana na pamoja na wenzake Yoga Gharib, Aziz Gharib, na ni mwanangu, ni mtoto wa Fatma ambaye anakuwa ni kazani yangu. Kwa hivyo Bi Asma Khalfani mimi ni shangazi yangu, na Khalfan Said Jarwan anakuwa pia kazani yangu. Kwa hivyo tulikutana hapa kumwombea marhuma dua kwa ule msiba mzito uliokuta jana baada ya ile ajali iliyoenea Zanzibar nzima na kimataifa. Ajali kubwa sana ilitokea na hatukujua sasa sababu kwa nini ikatokea, lakini alhamdulillah qadara Allah wa mashaa fa'al. Kwa hivyo leo hapa tulijumuika mchana huu sote, familia, ndugu, jamaa na marafiki, kuja kumwombea dua, na alhamdulillah tumefanikisha hilo jambo hilo. Naam. Asante sana. Na tulisikia kwamba mna harusi siku ya leo, na jambo hili limetokezea vipi katika hili? Naam, kwa kweli ni kweli leo hasa ilikuwa imepangiwa kwamba tuna harusi, na harusi ni mtoto, huyu ni mwanangu pia, mtoto wa kakangu, kazani yangu ambaye ni Imran Khalfan Jarwan. Khalfan Said Jarwan ndio baba yake ambaye ni kazani yangu pia. Lakini unapokuja swala kama hilo likakutana msiba na jambo la furaha, basi utangulizwa msiba. Kwa hivyo sherehe zote sisi tumezighairisha, tumestopisha sherehe zote na tumetanguliza mbele swala la msiba, isipokuwa tu kwa wale walioalikwa kwa wanaume leo msikitini watahudhuria. Jambo la wajibu tunamuozesha tu mtoto bila kuweka furaha, ni kutimiza ile siku iliyopangwa ambayo leo tarehe 1 Oktoba 2025 insha Allah walikuwa waje msikitini. Lakini sherehe zote baada hapo zimezuiliwa shairi jambo la msiba, lakini hili ni jambo la wajibu kumuozesha mtoto. Kwa hivyo pia mmesema sherehe mmezuia kwa leo, kwa hiyo je, hapo mbele zitakuwepo sherehe za harusi hii ama vipi? Hapo wataangalia familia ndio watakaa wenyewe, wataangalia kama usoni huko watasherehekea au vipi, lakini mimi siwezi kutoa kauli hiyo. Hiyo kauli itawahusu zaidi baba mtu na wengine hao wenye familia, lakini kilicho kwamba ni akli ipo jambo la wajibu, lakini sherehe zote zinatayarishwa. Ndio, na mwenyewe yuko hapo Mr. Mambo Siri. Vipi katika hili leo mara baada ya hili wajibu? Zaidi. Itakuwepo sherehe baadaye au ndo
ikimalizika leo ndo tumemaliza jambo hili katika wajibu wa harusi. Kwa kweli Ndio swala zima la sherehe. Naam. Sherehe manake ni kusherehesha labda muziki au kufanya kitu chochote kile kitakachokuwa kimefunika yale muziki. Ndio. Msiba utabaki kuwa ni msiba. Na msiba ni majonzi. Majonzi manake watu kitakiwa kufanya nini? Huzunike, kujua, kuombea. Kwa hiyo swali lako ni kwamba unazungumzia sherehe zitakuwepo au hamna? Naam. Hamna sherehe. Kwa sasa hivi hata baadaye. Kwa hao watakaokuja wengine watakuoa panapo majaliwa pakiwa pameenda salama usalimini, sherehe tu nafikiri ni furaha, tutafurahika. Ila kwa sasa hivi tuko kwenye majonzi. Ndio. Kwenye majonzi tukiongeza na furaha yake kwa tunafanya muziki au watu watakuja wacheze wapate maboda, hilo jambo sitaliruhusu kabisa. Hapa leo nafikiri kuna watu wengi walikuwa hawafahamu. Ndio namna gani? Kuna majirani, kuna watu walikuwa wako huku na huku walikuwa hawajui, kwa hiyo tunafanya kuwazuia kwa jamani, kwa sababu walikuwa wameitiwa sare, kwa kujaribu kuwaelimisha. Basi sababu wameenda kubadilisha, wamekuja kama wanapoingia msibani. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa kimepangwa kisherehe, lakini kimebadilika, imekuwa ni hikma, na hiyo yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna atakayesikitika, hakuna atakayehuzunika kwa kuwa yale mambo hayakufanyika. Huyo atakuwa binadamu, atakuwa ni shetani. Kama atahuzunika kwamba Mungu kwamba msiba ameshindikana kufanya sherehe, hilo kwetu sisi tunashukuru, alhamdulillah. Hakuna asante. Katika familia masuala ya madini alhamdulillah, ndio yani wanatafuta ushauri na mimi nipo katika familia. Naam. Kwa hiyo haya mambo muhimu, lakini kabla kumalizia ujumbe wako na Sheikh Abdulaziz, na ulinigusa sana. Unajua kimaadili ya Kiislamu ndio inapotokea jambo hususan zito, siku hizi watu wametoka nje ya maadili ya Kiislamu. Namna gani? Maadili ya kiutu. Kwamba mfano je, swala la ajali inapotokea, watu hawa wamekuwa hawana utu tena, wanakaa wanarekodi watu wa watu, wanarekodi zile maiti, alafu wanasambaza, ziko katika hali mbaya. Na hili jambo si la maadili katika Uislamu, kusambaza aibu za familia za watu. Kwa hivyo tukio hili limetokea, wewe hujijui, pia wewe ukatokea ubaya kama hivyo, utakufurahi wewe ukasambaza kwa watu. Na Mtume SAW amekataza, man satara nasi satara Allah, yule ambaye atamsitiri Muislamu mwenzake, Mwenyezi Mungu pia msitiri. Wa man shakalahu an aibi nas shakalahu an aibi nafsi, yeyote yule atashughulishwa na kufuata na kufuatilia mambo ya watu, basi pia atakuja kushughulishwa na jambo lake la aibu yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mimi naomba na hii isambae pote Zanzibar na ulimwenguni, yoyote mwenye picha za wale waliokuwa katika ile tukio wakapatiwa, sio lazima ule mwenetu tu, mpaka wote wale waliohusika pale wakafariki, watu wasisambaze wala wasitumiane kwenye magrupu. Wengine wameweka mpaka TikTok, wengine wameweka mpaka katika Instagram. Haifai. Mwenyezi Mungu atakuja kukuhesabuni, na tunakuombeni eze familia, hatutaki swala hilo, na kuombeni, hatujaliridhia na wala haturidhii tena. Naomba serikali jambo hili lije kwa sheria na kanuni, kwamba yoyote atakayepiga picha na kusambaza matukio kama haya ni kosa liwe la jinai, na watafutwe na wapelekwe mbele ya sheria, wachukuliwe hatua, kwa sababu sio jambo zuri kabisa. Lakini mwisho kabisa tunaombea dua wote waliofariki na waliotangulia. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Amin. Allahumma nawwir quburahum. Amin ya Rabbi. Waj'al quburahum rawdatan min riyadil janna. Amin. Na mtazamaji wa Zinjibar TV, kama ulivyoweza kujionea na kuweza kuyasikia kwa ambayo yalikuwa yamezungumzwa, nasi Zinjibar TV hatuna la ziada isipokuwa ndio tunafikia tamati ya matangazo yetu ya siku ya leo. Pahala hapa mengi zaidi kama walivyosema hapa, leo palikuwa pana shughuli kubwa sana ya harusi ambayo ilikuwa imetolewa
taarifa muda mrefu sana, na watu walikuwa wameandaa na kujiandaa, lakini kama ilivyo vile vile waliowazungumza mengine mpaka vijora vilikatwa kwa ajili ya shughuli ya harusi, lakini badali yake sisi tunapanga na Mwenyezi Mungu naye anapanga. Mwenyezi Mungu amepanga, ndio imetokea hivi, na kazi ya Mungu au kazi ya Mola haina makosa. Anapofanya yeye ndio sawabu bin saia. Kwa ndugu yetu hapa bwana Mambo Siri, ambapo kama na zaidi imezungumzwa kuhusiana na swala la msiba, kwa zile video ambazo zilikuwa zimerekodiwa basi zifutwe na zisisambae tena. Sheikh Abdul Aziz amezungumza, Mambo Siri amezungumza, na wengineo wamezungumza kuhusiana na kutilia mkazo jambo hili. Kuna mambo mengi cyber crime kuweza kufanya jambo lake kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine wamehusika katika suala hili, ili liwe ni fundisho na liwe ni komesha kwa ambaye atakayegundulika amefanya kitendo namna hii, na wenyewe wameeleza kuyaeleza, kilichobaki zaidi kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hakika hivyo ndivyo ilivyo, na mimi sina cha ziada kuweza kuongezea, bali kutokea hapa nyumbani kwa Mambo Siri bwana kufanya. Hatuna la ziada. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuishukuru crew nzima ya Zinjibar TV, DOP Director of Photography hali. Asante kwa Skandar, asante kwa mkurugenzi wetu Wiki Nguli Mwamba Profesa Haji Sheikh Salim Mardia, asante sana. Mimi ni Watamaman, sina la ziada mpaka mara nyingine. Wassalamu alaykum wa billahi tawfiq. Watamaman wa ila al-liqa, jazakumullahu khair, shukran wa ahsanta.